trade unazidi kupata experience zaidi. Sawa, hizi live zote huwa ziko recorded. Sawa, so kwenye GBP JPY tukiangalia hii portion kuanzia kwenye hii level mpaka hapa, soko lilikuwa almost kwenye, jina ni moja, natumia jina moja, Forex Insight TZ, Forex Insight TZ. Naona ukitumia hata link ambayo ipo kwenye bio inakupeleka moja kwa moja hadi kwenye YouTube channel. Sawa, ukitumia link ambayo ipo kwenye bio hapo inakupeleka moja kwa moja hadi kwenye YouTube channel. Jana ilikuwa haipo hiyo link. Ngoja niangalie sasa hivi. Jana haikuwepo. Sasa hivi ipo. So zina limitations, zinakaa kama mwezi mmoja then zina disconnect. Kwa hiyo hivyo. Katumia link ambayo ipo kwenye bio pale. Haya bana. Na live huko imeanza. Ngoja hapa kuna kitu hapa na kebisha na internet ipo chini. Okay, tunaendelea jamani. So kwenye GBP JPY hii portion ya kwanza ilikuwa ni downtrend. Lengo ni kushare knowledge before kushare setup. Kwa hiyo mnatakiwa muwe wavumilivu, hatutakimbilia tu kupeana masignal. So tupo kwenye portion ambayo ni uptrend. Tupo sawa. Hii ni 1 year time frame na almost target ya hii move bado haijafikiwa kwa sababu inatakiwa iende hadi kwenye hii highest level ili tuanze kufikiria kupata reversal structure in case kama market itaanza kutupa reversal kurudi chini. Lakini hiki kitu hapo utapaona ni karibu, lakini hapatafikiwa leo, hapatafikiwa kesho, si ndio? Ni muda mrefu zaidi mpaka soko kwenda kufika kwenye hiyo position. Tupo sawa? So sisi tunaenda kuangalia, je, ni jinsi gani tutasindikiza soko au kuna information zingine ambazo tukirudi kwenye lower time frame tunaweza kupata hata selling opportunity as day traders. Tukienda kwenye 6 months tunaangalia undani wa hii structure, bado tunaona mindset ni ile ile, soko lina push price kwenda juu na lipo kwenye uptrend, lishafanya correction moja, si ndio? Sasa hivi kwa mfano ukiangalia hapa correction ambayo ishafanywa ilikuwa ni hii hapa hivi. Jamani, before uja request kujoin kwenye community, make sure una sign up kwa Valetax. Kuna link ipo pale, sign up kwa Valetax then request. Si lazima udeposit, si lazima, hiyo ni system tu ya community. Sign up then una join kupata free setup. Uzuri setup sio kwamba za kuwachomesha, ni setup ambazo zinaeleweka. So fanya hicho kitu, ndio utaratibu, and then request. Ukisha sign up tu niambie kwamba nisha sign up, naomba ni accept ili usikae pending muda mrefu. So kwa hapa bado tupo kwenye uptrend, pia tunaona kuna correction ishafanyika monthly hapa hivi, si ndio? Ishafanyika monthly, kuna hiyo correction. Sasa hivi tupo kwenye impassive. Tupo sawa, tupo kwenye impassive move tena. Twende weekly tuone, twende monthly, sorry, kwa 3 months, twende monthly. Monthly pia ni correction the same, zina share tu, zipo near, lakini tupo kwenye impassive. Maana yake hii impassive bado ni information, we have to focus with nini, buying opportunity. Bado mindset haijabadilika. Tupo sawa. Tukienda kwenye time frame ya weekly, tutaona market ilikuwa na range au tunasema ilikuwa na consolidate kwa muda mrefu zaidi. So after consolidation hii wiki tumepata breakout ya hii consolidation kwenye hii level. Tupo pamoja hadi hapo jamani? Kwa mtu ambaye muuliza GBP JPY, ukiwa huelewi make sure unauliza. Ukiwa huwezi kuuliza kwa kutype, niambie nikupandishe ili uniulize vizuri. Sawa eh? Haya, tukienda kwenye daily time frame, tushachomoka kwenye daily time frame, inatuonyesha kwamba tunarudi. Maana imefanya breakout ya ranging, haikufanya pullback. So mara nyingi soko likifanya hiki kitu huwa linafanya kitu kinaitwa fake breakout. Linakudanganya, linaondoka kwenye structure and then lina return kwenye ile structure. Kwa hapa kinachoonekana kutumia daily time frame ni kwamba generation ya uptrend ilikuwa ishakwisha kuanza kufanyaje, kutengenezwa baada ya hii breakout. Lakini hii retest ilikuwa inatakiwa almost, in case kama market ilikuwa na retest ni hii kwenye hii highest level, high previous high, kwa sababu sasa hivi na high ambayo ipo above hapo and then kuna ile previous high ya mara ya kwanza. So soko linaenda kulitest hapa. Je, tuta trade buy, si ndio? Kwa sababu tunatakiwa tuanze kufikiria kubai hapa. Je, lower time frame zinaruhusu twende kwenye 4 hour time frame? Kwenye 4 hour time frame tunaona kwamba huku juu soko lilitengeneza eco highs ambazo zilikuwa ni hizi and then soko lika break high low. Eco highs zilikuwa ni hizi, ngoja nizimark kwa mara ya pili.
Jamani huku yani paka tunakuja paka ukija uka na mimi mwezi mzima, it means kuna kitu utakuwa umegain. Kama ni mtu ambaye usubiri tu setup unasikiliza hadi hizi, utakuwa umegain kitu cha msingi sana ambacho kitakufanya wewe usiwe tegemezi na wewe mtu ambaye unaweza kureason. So hizo zilikuwa ni equal highs, soko likaja lika break high low ambayo ni hii. Maana yake probably tumeanza kubadilika structure. Kwa hiyo hatuwezi kufikiria tena kuanza kufanyaje kubuy, bali tunatakiwa tusubiri kusell kwenye hii position baada ya soko kufanya pullback. Maana entry yetu inatakiwa itokee hapa hivi. Uvumilivu ndio kila kitu, ukijilipua hiyo ni part yako. Kwa sababu ukiangalia decision candle ile decide kutoa hii price ilikuwa ni hii. Sawa? It means sisi candle yetu ambayo tulikuwa tunaenda kuingia nayo ilikuwa ni hii. Sawa, ngoja nitulie hapa kwanza. Consolidation, breakout. So, probably hapa tunatakiwa tusubiri market ifanye pullback before kuondoka. Tunatakiwa tusubiri kitu kama hiki, valid, ili tuingie sell. Sawa? Tupo sawa. Na itakuwa ni short term sell mpaka pale ambapo itafika kwenye hii support level hapa, kwa sababu haikufanya pullback before. Tupo sawa? Tupo sawa. It means tunatakiwa tusubiri take profit yetu itakuwa kwenye hii level hapa. Soko likishafanya pullback kwenye ile ranging ya daily, we are good to go with buying opportunity, kwa sababu sasa hivi soko limechange from uptrend na inaanza kutupa information za downtrend. So we have to wait for pullback so as we can continue shorting up to hiyo position. Lakini sasa hivi sio muda rafiki wa kwenda kujilipua. Tukienda kwenye let's say twende kwenye twende kwenye 1 hour. So kwenye 1 hour tunapata information gani? 1 hour kinachoonekana hapa, 4 hour tusubiri huko entry as 4 hour information. Kwenye 1 hour tunaona soko lishaonyesha hiki kitu. Mimi nitakuwa naonyesha kila kitu hapa. Lisha kuonyesha tena consolidation hapa, likafanya decision na hii bearish candle. Maana yake entry yako unaenda kuchukua na hii candle ambayo ipo sasa hivi. Tupo sawa? Unaona? Huyu anauza. Kuna mtu anauliza swali hapa kwa BS. Hii BS ndio ni direction au? Unajua kuna Kiingereza, kuna vitu vingine jamani. Mimi sijafi. Ngoja niangalie kwanza hapa. Hii BS ni direction, maanisha direction, si ndio? Huyu risk nani aje? Risk nani huyu? Okay sawa. Directions tunaangalia kwenye time frame kubwa, lakini si direction ni soko lipo kwenye uptrend, lakini sio kwamba utaenda kuteki buy tu. Sio soko litakuwa na buy muda wote. So sometimes litakuwa nafanya pullback kama hizi, si ndio? So kwa sasa hivi huwezi kwenda kubuy, maana yake soko halihitaji kubuy, inahitaji ifanye pullback ya daily. So you have to short in case kama unafanya day trading au unafanya scalping. Are we together? Up to there? So setup kwenye 1 hour inaonekana ni kwenye hii candlestick ambayo ipo sasa hivi. Stop loss itakuwa ni above decision candle ambayo itakuwa ni hapa. Sawa? Kinachoonekana ni hiki. Sawa? Kinachoonekana hiki hapa. Sasa wewe ukisema si nini, mbona ulisema tena tunasubiri kule 4 hour information, soko nilirudi pale juu, lakini huwa si guarantee zile setup kwenda kuchukuliwa. Almost hapa ni kama pips 200 na ngapi? Ni pips 146. Sawa Pips 146. Stop loss yako itakuwa inachukua kama pips how many pips? 23. That is yeah. Ukiangalia 4 hour inaomba ichukulie entry wapi? Kwenye lowest low ya 4 hour. But inside information za 4 hour kwenye 1 hour tayari isha consolidate ka decide. Sawa, hii ni pullback tu. Kwa hiyo ipo hivyo. Anasema sioni vizuri. Wote ambao ni vizuri au ni internet yangu? Wangapi ambao vizuri? Wangapi ambao vizuri hapo chini? Fina anasema haoni vizuri. Wangapi ambao vizuri? How many? Zoom hilo ni. Okay sawa, ngoja ni zoom. Naona okay, wanaona. So ipo hivyo, ngoja nijaribu kuzoom kwa faida. Hii hapa. So setup yetu inakaa hivyo. Sawa? Au tunaweza kuisubiri huku juu, lakini huku juu hatuna information ya kuisubiri. So ipo hivyo. Ayatola bro, nakuona bro. Ayatola nakuona kabisa kaka. Unaona? So mimi naona hicho setup itakaa kama hivyo.
Ikikutoa hapa ichukulie hapa kwenye 4 hour. Ikikutoa kaa pembeni, tulia. Hamnaga kuogopa, hamnaga kukimbia. Fanya kitu sahihi, subiria maumivu. Kisema au tuisubiri huko juu, simeonekana setup hapa. Ingilia hapa hapa. Ikutoe, subiria huko juu. Ikutoe, funga laptop kalale. Siku ni mbaya kwenye biashara. Ndio tunafanya hivyo. Hakunaga kuogopa. Kiogopa ndio hivyo imekuacha. Blow which session are you trading? Sasa hivi hamna volatility. Mimi was trade kwa session na trade kwa setup. Wana trade kwa setup. Nikipata setup ndo na trade. Siangalii session. Maana unavyojua session, hakuna session ambayo inakwambia maybe kuna kubuy au kusell, but setup ndo itaamua. So wanafanya analysis, nasubiri setup ikamilike na ingia. Ikinitoa basi, ila wasitrade kwa session. So ipo hivyo jamani, naomba tuchambue. Euro nilikuwa shaichambua afu nikaambia watu waendelee kusubiri setup. Niliambia tusubiri, unaona? Euro USD ilikuwa ni tulikuwa nasubiri candle close below hapa. Na ipo near. Movement yake ipo near. Movement yake ipo near. Kwenda ku watu wa Nasdaq bado wameshikilia, soko bado linawapima imani, tayari confirmation. GBP JPY tayari confirmation. Unaweza kujilipua kwa loss size ndogo. Stop loss yako isizidi 217. Pips kama 23. Kwa sasa hivi kwa hii setup ilivyokaa hapa. Tuna trade pullback ya daily. Sawa? Hadi kwenye hii level. Ukiangalia daily time frame hapa, soko liko lina range hapa below. Linafanya pullback baada ya kufanya breakout. Sawa? Hii ilikuwa ni ranging. Ilikuwa na range hapa. So sisi tuna trade hii pullback inaurudisha hapa price. Unaona Kwa hiyo tuna trade hiyo pullback. Tupo sawa? Na pullback kwa sio guarantee. Soko likikataa hapo linafiatuka juu. Kwa hiyo hayo masuala ya kwanza kufikiria litafiatuka au alifiatuki, fanya kwanza option moja. Ingia, sikilizia matokeo. Ingia riski kidogo tu. Yaani msio na tamaa. Tamaa ndo zinafanya mna riski, mnapoteza sana. So riski kidogo. At least volatility mimi naona ndo ni pair ambazo unaweza kutumia low size kubwa, kwa sababu zile zikifika kwenye turning point zinatani pale pale. Zikifika kwenye turning point huwa zinatani pale pale. Stop loss ni 217 according to mimi, kwa ushauri. Si lazima unifuate, unaweza kuacha kuweka stop loss. Sawa, usije ukasema nisingeweka mimi ushauri wangu kwa stop loss weka hapa. Ushauri, si lazima unifuate, yani ushauri. Sawa, kwa sababu naona hapo soko likiweza kuclose kwenye haya mazingira, maana yake limekataa kuondoka chini. Na kinachofuata ni nini? Maybe kurudi juu. Kwa hiyo huo ni ushauri, si lazima unifuate. Jaribu kuelewa. Take profit pia ni ushauri. Take profit ambapo nitawaelekeza ni hapa kwenye 215. Ushauri jamani, muelewe. Elewa neno ushauri. Kwa hiyo kama umezoea kutokutumia stop loss, sikulazimishi, maana hiyo ni style pia ya kutrade bila stop loss. Kuna wengine wana deposit ambacho wanakipoteza within a day, kwa hiyo huwezi kumwambia aweke stop loss. Sio, kuna mwingine huwa achukui take profit anafunga manually, it's okay. So ipo hivyo. Jamani, I think hapa tumemalizana sasa. Sidhani kama kuna mtu ambaye sijamfanyia analysis kwenye pair yake. Watu wa Bitcoin. Jana niona watu wa Bitcoin wanalalamika sana. Sasa hivi siwaoni. Jana niona watu wa Bitcoin wako wapi sasa hivi? Bitcoin traders. Where are you? Where are you Bitcoin traders?